Habari za leo. Leo niko hapa tena kwa ajili ya kukushirikisha kile nimejifunza. Hii wiki yote nilikuwa nasoma kitabu cha Ayubu. Sasa kabla sijaenda kwa Ayubu, leo wakati nimehudhuria ibada, mchungaji akasema tupende majaribu. Tupende majaribu. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa namsoma Ayubu, ama nilikuwa nasoma kitabu cha Ayubu vile alivyopitia, na unganisha na leo kwamba tupende majaribu. Hii imenipa kutafakari kwamba kwa nini tupende majaribu. Majaribu unapopitia yanakufanya upate uzoefu wa kwenda hatua nyingine. Utamwambia nini mtu mwingine kama haukupitia? Kwa sababu kile ambacho umepitia ndo kitakufanya uwe na ujasiri wa kumsaidia mtu mwingine. Kwa hiyo kila mtu ana namna ambavyo anapitia kwa wakati wake na kulingana na ule uwezo alionao na maisha yake kwa ujumla. Sasa basi, kwenye hii naomba nitoe tahadhari. Kuna majaribu ambayo mtu anayapata kwa uzembe, yaani kuna kamstari kadogo sana kutofautisha yale majaribu ama ule mtihani ambapo mtu anapata ili avuke ng'ambo ya pili. Na kuna majaribu ambayo mtu unayapata kwa sababu ya kufuata utaratibu. Mfano, wewe kama ulikuwa unatakiwa kutunza afya yako, kuhakikisha kwamba unatunza akili yako, unaishi maisha ambayo yanaendelea kufanya mwili wako kae vizuri, unajiepusha na mambo mabaya. Kwa mfano, vijana ambao hawajaokoka, kuna mazingira unaweza wakaishi kutumia vinywaji ambavyo vinaharibu mwili. Sasa pale ni makosa ambayo wenyewe wanayafanya. Huwezi ukalinganisha na Ayubu. Huwezi ukasema unapenda majaribu ambayo yanatokana na uzembe wako. Hapana. Kwa hiyo majaribu ambayo unapaswa kuyapenda ni yale ambayo hujasababisha wewe, haujasababishiwa. Yani unaweza ukasababishiwa, lakini sio wewe umejisababishia mwenyewe. Mfano, kuzaliwa katika mazingira ambayo yako chini, haujajisababishia mwenyewe. Mazingira yale pale ukiyapenda, kwa maana ya kwamba unakusudia kwamba Mungu umeniweka katika mazingira haya, umeniweka kwenye familia hii, kuna kusudi. Kusudi langu ni lipi? Utagundua kwamba wewe ndo ukijua wewe ndo unakuwa sababu ya ile familia kuwa na mabadiliko chanya, kwa sababu ya wewe umezaliwa kwenye ile familia. Tuache kulaumu, tuache kunung'unika kwamba kuna watu wamenung'unika kwamba wazazi wao hawakuwatendea mambo fulani na fulani, lakini haukuwa na uwezo wa wewe kuzuia. Ulichotakiwa kufanya ni kwamba kwa sasa upate ufahamu, kataa yale mazingira kwamba yanakupa fursa ya wewe kuthubutu kufanya kitu cha tofauti. Kwa hiyo tunapoambiwa kwamba penda majaribu, siyachukie, sio kwamba ujisababishie wewe upate madhara alafu ndo yapende. Fanya sawasawa na utaratibu unavyokutaka ufanye, lakini majaribu yanapokupata usiyakimbie, kwa sababu utakapovuka hapo unaenda ng'ambo ya pili. Ni sawa na mwanafunzi atasoma miaka yote kwa uaminifu. Kuna wakati wa mtihani, usikimbie. Na kuna watoto ambao kweli wakati wa mtihani wanapata na pressure, wengine wanaumwa, wengine mikono inatetemeka, inatoa mpaka jasho. Hiyo ni hofu. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ambayo mtu unaweza ukaepuka hizo hali. Tunachotakiwa ni kupata ufahamu wa namna gani unatoka. Alafu pia akatolea mfano kwamba ikiwa wewe una ardhi ama una kitu chako, alafu mtu akaja kukwambia hichi ni cha kwangu, utampa? Hilo lilikuwa ni swali. Akasema labda kama mtu na kiwanja, alafu yeye akaja, mtu mwingine akaja akasema hichi ni kiwanja changu, je, utamkabidhi na hizo document uambie chukua? Hapana. Hata kama ni mimi ni hapana. Kwa hiyo ninachotaka kusema hapa, nilichojifunza, kuwa na umiliki. Una umiliki, na tambua wewe unamiliki hivyo vitu. Hakuna mtu ambaye anaweza akaja kukutetea tofauti na wewe. Simama.
Na tamani nizungumzie kwenye swala la kazi. Ikiwa kazi yako ndo hiyo ni ya una uhakika ni ya kwako, usitake mtu akudhulumu ukaiachilia. Kataa mazingira yoyote ambayo yatakufanya wewe kushuka chini ama kukudidimiza. Nikiongelea kwenye swala la kijamii, unakuta labda hata kwenye mahusiano, usikubali tu mahusiano yako kuvunjika. Haimaanishi usipite kwenye changamoto, zipo, lakini usikubali mahusiano yako yanavunjika. Usikubali mahusiano yako yanavunjika ya familia, baba na mama hawaelewani. Usikubali wewe na ndugu zako hamuelewani, kila mtu uko upande huu na huu. Kuwa wewe ndo sababu kusema hawa ni ndugu zangu, ina jambo la kufanya. Ukienda hata kwenye mahusiano haya ya mahusiano ya mume na mke, usikubali wewe baba kuachilia ukasema na iende. Usikubali, kwa sababu ni adui ndo anakusudia kwamba Biblia inatuambia palipo na umoja Mungu anaamuru baraka. Kwa hiyo usipokuwa na ufahamu unaweza ukaachilia tu aende. Hata ukiwa wewe mama unaweza ukagundua kwamba kwa sababu kuna baraka mkikaa wawili, baraka kwenu nyie wawili, watoto na uzao wenu zaidi. Yale yote yanayokuja kwenye usawa wa maisha yenu, yanayovuruga mahusiano yenu, usikubali kuachia. Tusikubali kuachia, kwa sababu mahusiano ndo yanaamua hatima. Mahusiano mazuri yanafanya hata mtu uwezo wa kufikiri, panakuwa na utulivu. Ila mahali ambapo hamna uhusiano mzuri, kwanza akili pia haikai vizuri, kuna namna kila mtu anakimbizana, hiyo haileti picha nzuri kwenye jamii. Na hapo Mungu hata ambao tumesema tumeokoka, tunamwamini Mungu, hii ndio inatuhusu zaidi, kwa sababu Mungu pia anatamani kutuona kwamba tunavuka vikwazo vyote, tunavuka kila hatua inayokuja mbele yetu. Mbona Ayubu alivuka? Ayubu alisimama katika, unajua tunajifunza kwamba ustahimilivu, ama kwa Kiingereza wanatumia resilience. Hii inanipa kujua kwamba hatuna kinga ya mambo magumu yanayoweza kutupata. Tunachotakiwa ni namna ya kustahimili. Hakuna mtu mwenye kinga ya kuto kupitia mambo magumu. Sasa kila mtu anapitia mambo magumu kwa eneo lake. Utakalokuwa unapitia sio mwingine anapitia, lakini unachotakiwa kuwa na uwezo wa kustahimili. Ayubu, kitendo cha kuambiwa watoto wamekufa wote, anakuja wa kwanza, wa pili anakuja anasema mifugo yote imeenda na wafanyakazi, mimi tu nimebaki. Hajakaa sawa, anakuja na mwingine. Kwenye maisha yetu ya kila siku watu wanapitia mambo mengi, linakuja hili, linakuja lile, linakuja na vile, linakuja na hili. Kinachotakiwa ni ustahimilivu ama resilience, namna ya kukabiliana, kwa sababu hatuna kinga. Nasema hatuna kinga ya kusema kwamba mimi nimeweka kinga hii sitapitia magumu. Kila mtu anapitia magumu, kwa hiyo ng'ang'ana, kusudia. Na tunaona mwisho wa Ayubu umekuwa amerejeshewa vile vyote vilivyokuwa vimepotea. Tunajifunza kwamba tunaomwamini Mungu, Mungu wetu ni wa haki sana, Mungu wetu ni mwaminifu. Anapopita anapita na wewe. Kinachokuhitaji ni wewe tu kustahimili hizo nyakati. Ukivuka ng'ambo ya pili, kila mtu atakupongeza, kila mtu atajivunia, kila mtu atakuona wewe umevuka. Lakini wakati wa machozi unaweza ukajikuta ulikuwa peke yako. Tunaona Ayubu, hata mke wake hakuwa upande wake, watoto wameshatangulizwa, wamekufa wote. Kwa hiyo tunachoona kwamba Mungu ni mwaminifu, anatusaidia, anapita na sisi. Kuna wakati unabaki peke yako mmoja, lakini Mungu yupo kututetea na tutavuka ng'ambo ya pili. Simama, ujitie moyo. Kitu kingine washauri wa Ayubu waliokuwa nacho, kwamba unapokuwa na mshauri mtu, kuna wakati kuna ukomo. Nimejifunza kuna ukomo, huwezi kwenda zaidi ya hapo, vingine muache mtu. Na unapokuwa na mshauri mtu, haimaanishi
anatakiwa afanye kile ambacho unamwambia, unamshauri pale unapoweza kumsaidia, maamuzi afanye mwenyewe sawasawa na anavyoona yeye. Uzuri ni kwamba kama mtu uko na Mungu kama Ayubu alivyokuwa, kuna wakati akimaliza pale marafiki zake, yeye anageuka kwa Mungu, anaenda akamweleza shida zake, anamwambia, ikamsaidia kuimarika siku hadi siku. Kwa hiyo Mungu atusaidie, atuongoze. Unapokutana na changamoto yeyote, jua kwamba hauko peke yako, ingawaji changamoto yako na ya mwingine hazifanani, mazingira yanatofautiana. Hata kama kesi ni moja, lakini inasababishwa na nini ni tofauti. Tuzingatie sana na kutakia wakati mwema, na unapopita kwenye wakati mgumu, kumbuka kwamba unavuka, unaenda hatua ya pili, unajifunza na kuwa imara zaidi. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia.